Kibajaji on point. Yes, mtazamaji wa TBC2, hapa ndo TBC au vipi bana. TBC2 inapopatikana KOP. Hapa ushirika la utangazaji Tanzania upande wa television, au sio? Matangazo moja kwa moja huwa yanaruka kutokea hapa. Na ndani kabisa kule unakutana na mjengo ambao ndio ujanjani HQ. So nimetoka kule kama kawaida ni KOP Kibajaji on point, na bajaji unaiona ile pale inanisubiria, au sio bana Tupige misere kibao. Leo of course tuelekea mitaa fulani ya Mikocheni, hapo kutakuwa na maonyesho. Ushawahi kushuhudia matamasha mbalimbali au shows mbalimbali? Huwa unashuhudia zile stage tofauti, sound, lights na kila kitu ambacho huwa kinafanyika pale, instrument zile ngoma unazoziona kwa maana drums, guitar, bass na vifaa vyote vya muziki ambavyo unaviona pale. So tunaenda duka ambalo linahusika na uuzaji wa hivyo vifaa, na nitaenda kuwaonyesha pia ubora wa hivyo vifaa. So hii ni collabo kati ya Better Sound pamoja na ICAM. ICAM ni East Coast African Music, wako pia na SSI International, wauzaji wa vifaa of course vya muziki. So leo misela yetu ya Kibajaji tanzia hapa TBC, au sio bana Alafu kuelekea zetu tu Mikocheni hapo kupiga story nyingi sana kuhusiana na sound. Tutauliza maswali mengi, utapata kuyafahamu pia ubora wa sound. Sauti ili iwe bora kwenye matamasha inatakiwa iwaje, inatakiwa kujua pia stage ambayo iko sawa, yani imepangwa vizuri, inatakiwa pia iweje. So ngezangu kwenye bajaji kama kawa, Suka hataki kuonekana huyo, ila sisi tunasepa zetu. Hii ndo bajaji yetu bana. Tunaingia huko alafu sisi tunachimba. Oya Suka vipi? Kibajaji on point. Tumefika eneo la tukio. Nilikwambia kutakuwa na exhibition ama maonyesho ya sound. Leo ni hatari hapa kinachoenda kufanyika, usipime, au sio bana? Nitakamata bwana mmoja hapa pia tuzungumze naye kuhusiana na masuala ya sound, masuala ya stage na masuala yote ya matamasha mbalimbali, au sio? Nashuka kama ifuatavyo kama kawa. Inakuwaje huku? Mzuka haina noma. Namuona Jose hapa na nini. Huyu hapa mtaalam kabisa, meneja masoko. Inakuwaje? Mambo vipi? Kama kawa. Tuko vizuri? Safi. ICAM unasemaje? Bwana, kama hivi tuko leo tunazindua product yetu inaitwa Woodbrass. Kwa hiyo ningependa watu wengi waje kwa wingi. Pia sio kuzindua tu, hapa ni sehemu ya kujifunza, kupata knowledge kwa ajili ya mambo ya muziki. Umeona kama sasa hivi mtaani changamoto zimekuwa nyingi, watu kulalamika, kelele nyingi. Kwa hiyo nawakaribisha wadau wote waje wajiunge pamoja na sisi waweze ku-experience namna ya kumanage muziki. Sawa. Woodbrass Music ni nini? Woodbrass ni kampuni ambayo imezalishwa kutoka Ufaransa, inamilikiwa na Wafaransa. Kwa hiyo tumeamua kuileta, ni product mpya kwetu. Kwa hiyo lengo ni kuwagusa hata wale watu wa hali ya chini, unaona, kuliko kwenda kupata kitu ambacho sio bora. Kwa ni vyema tumeona tuje na kitu kingine ambacho kitawagusa na watu wengine, kwa sababu tumeona wateja wetu wengi wakiwa wanahangaika kupata kitu chenye ubora, lakini uwezo unakuwa ni changamoto. So tumejitahidi kuleta product nyingine ambayo itawasaidia kuwafikisha na kufikisha malengo yao wanayotaka, kupata muziki mbora na muziki mzuri. Na hii inapatikana ICAM tu? Ndio, inapatikana hapa tu, huwezi kupata kwingine. Aina noma story mengi ya kupiga bwana Jose. Hamna neno. Zetu kwenye bajaji pale, mule ndani ndio tutapiga mastori yote, au sio? Mastori ya muziki na nini yote leo yanapigwa humu ndani, umeelewa? Knowledge kidogo tushaipata kuhusiana na Woodbrass of course music hiyo, au sio bana Joe. Let's go. Come on. We're on. Kibajaji on point. Bwana Jose,
Mimi natamani kujua huduma ambazo East Coast Africa Music inatoa kwenye matamasha pamoja na matukio mbalimbali. Sisi kwanza ni kampuni ambayo tuna supply vyombo vya muziki vilivyo bora vya hali ya juu. Pia tunafanya consultation kwenye maofisi mbalimbali ikiwemo makanisa, bars, hata majumbani mwa watu pia tunaweza kufika na tunafika, so tunaweza. Tumeshafanya baadhi ya project mbalimbali za nyumbani, ikiwemo pia na some small launches ambazo watu wana prefer majumbani kwao. Yes. Samaki Festival! Samaki Festival! Wapiga makofi. Makofi mengi kwa Samaki Festival. Hivi siku hizi maisha tunaishi mbele ya muda ama tuko kwenye wakati sahihi kwamba mtu nyumbani ana ka lounge ambayo ka soundproof na nini, hana haja ya kutoka out tena kuenjoy muziki? Unajua maisha bana yamebadilika, ni kweli kama unavyosema. Ni self love. Mtu lazima ujipende mwenyewe, ujijali. Hamna mtu atakayekupenda kusema mimi nikupende wewe tu eti kwa sababu mshikaji wangu. Hapana. Mtu lazima ujipende mwenyewe, ujijali. Kwa hiyo na muziki ni the way you feel it. Unaona, mimi naweza kusema nina kipaji lakini sijakitoa nje cha DJ. Ingawa na sehemu ambayo napiga muziki kila wiki, unaona, ila tunafanya kwa sababu ya napenda. Yes. Sawa. Ikam inauza tu au hata kukodisha vifaa? Ikam tuna supply, tunafanya consultation, tunafanya rental, tunafanya repair ya equipments, na pia tunafanya hizo rental. Unaona, yes, kwa maana kwamba tuna partners kama Beta Sound, tuna SSI na baadhi ya wengine ambao ni wateja wetu sisi tumewauzia vyombo. Kwa hiyo sometimes tunaangalia project zikoje, then we partner, tunafanya. Ndio maana hata pametokea hii collaboration between Beta Sound na SSI pamoja na sisi East Coast Africa. Wote makampuni matatu mnafanya kitu kimoja au tofauti tofauti? Sisi tuna supply zaidi music equipments. Beta Sound na SSI wanafanya rental. Yes. So as they are part of us, na sisi tuliamua pia kusupport wateja wetu kwa namna moja au nyingine. Ndio maana tukaleta hii collaboration kwa ajili ya kuweka watu kuwa pamoja. Unajua industry ya muziki ni ndogo sana. Yes. So whoever you go across utakutana naye sana sehemu nyingine na sehemu nyingine. Labda meungana nguvu, inaweza kaa tu ni wazo la mtazamaji ama mtu mdau yote kwamba mmeungana nguvu ili kuna mtu mmoja mumshushe pale ambaye aidha anaweza kuwa take over. Hapana. Ila lengo lilikuwa ni get familiarize na watu wengine mbalimbali, watu waweze kupata elimu kuhusiana na muziki, na pia watu watujue sisi na sio sisi peke yetu. Hata Beta Sound wajua wanafanya nini na SSI wanafanya vitu gani, unaona.
Yes, kwa hiyo wanasema umoja ni nguvu. Unaona, kwa hiyo ukijitenga huwezi kupata platform zaidi. Kwa hiyo Better Sound ana watu wake, SSI ana watu wake, na sisi tuna watu wetu. Kwa hiyo when we join forces tunapata ile crowd yote inakuwa pamoja na watu wanaweza kupata kitu kizuri kutoka kwetu. Okay, ni idea kali, ni wazo zuri, mmeungana pamoja na nadhani hii itaenda. Yani naona kabisa ikienda. Wazo lilianzia wapi? Bali tuungane pamoja iwe fresh. Wazo tulikuja nalo sisi wenyewe kama East Coast for summer pop-up. Ilikuwa tufanye event ya kwetu sisi wenyewe. Then Better Sound wakatokea, SSI wakatokea, akasema jamani, what is this, what are you doing, what's your plan? So tukaambia tunataka kufanya a pop-up for summer, kuonyesha products zetu zikoje, na pia ni uzinduzi wa brand yetu mpya ambayo inaitwa Woodbrass. So akasema mimi I would love to participate kwa namna moja nyingine, ni tuone kwamba tutaingiaje kwenye kipengele chenu. So we sat down, we did a meeting, tukakubaliana wafanye hivi na sisi tufanye hivi. Basi then there is where we meet na mambo yanakwenda. Hiyo ina sound poa sana. Changamoto gani hasa unakutana nazo? Changamoto kimaanisha kwenye tasnia ya muziki? Yes, kwenye ile kusupply instrument na vitu kama hivi. Kwa kweli changamoto ya kwanza ni elimu. We need elimu ni muhimu sana. Ningeomba hata serikali iongeze jitihada katika vyuo mbalimbali vinavyofanya mambo ya muziki, iongeze nguvu, viweze kuwawezesha na walimu na vifaa pia, maana vifaa ni kitu kingine napo, kwa sababu unaweza ukanamwezesha mtu apate knowledge tu, lakini without practical hawezi, inakuwa yani is nothing. Wengi nimeona wamefanya theory vizuri sana kuliko practical. When it comes to practical, watu wanapata shida, changamoto sana. Unaona, kwa hiyo vifaa ni kitu kingine, lakini pia vifaa viwe na ubora. Sio kwamba vifaa unaletea kifaa mradi tu. Kiwe OG, kiwe na ubora ili mtu aweze kutambua kwamba this is the genuine sound or quality of a product. Na nadhani pia hata hiyo ni notion ya wazazi wengi pia, kuruhusu mtoto kwenda kusomea muziki, kwenda kusomea sanaa, kwamba ni nini. Mara nyingi wazazi wanapenda kuona mtoto kavaa suti, tai, yuko ofisini, anazunguka kuona kazi kama za udaktari, labda fanya kazi benki na vitu kama hivyo. Lakini kuna umuhimu sana wa kijana ambaye aidha ana talent kwenda kusomea muziki. Vyuo vipo, tumeona kuna Tasuba, kuna Makumila iko Arusha, vyuo kama hivyo ambavyo pia nadhani ni muhimu sana. Na serikali pia kama ulivyosema, vifaa vinabidi vipatikane pia kwenye hivyo vyuo, ili kusudi pia mtoto akitoka chuo ama kijana akitoka chuo tayari practical iko vizuri na theory pia iko vizuri. Hiyo ina sound poa. Sawa. Kiba Judge on point. Mtazamaji wa TBC tu, kama kaa uko sehemu sahihi ambayo unatakiwa kuwa unapata madini, au sio bana, elimu ya kutosha. Na leo kwenye elimu hapo tutapata elimu ya sauti, sound bora ikoje na utaijuaje hii sound ni bora. Nadhani hata speakers za TV yako, kutokana na hizo ngoma unatoka kuzitazama zilizochaguliwa na Jose, zimepima pia ubora wa sauti yako. Je, iko OG au sio OG? Yes. In fact tuna maengineer wengi sana wako hapa. Kwa ni it's a good moment kwa watu ambao wanataka kuelewa au wana changamoto zozote wanazopata katika maeneo yao, kuja hapa, kufika, kuuliza. Ni bure, yani ni bure, hamna kiingilio, hamna chochote. Watu waje waweze kupata elimu yao, na itaweza kuwasaidia hata kutatua changamoto zao katika sehemu zao za kazi. Sawa. Uwepo wa akili mnemba, kuna namna unaathiri testi ama kupata ile OG, original wa sound ambayo tunatakiwa tuisikie? Ni kweli ina affect muziki mzuri, ikiwemo kama ninaweza nikasema kuna baadhi ya speaker unakuta ziko chini ya kiwango. Kwa hiyo unapofungulia sauti, wewe ukijua sauti unayotaka wewe ndio exactly specification, sababu speakers zinakuja na specification. Kwa hiyo zile specification kama haziwezi kumudu ile speaker, sababu unaniambia speaker ina watts labda 1400, then umeniandikia pale, naenda kupiga muziki, nikifikisha hata nusu haifiki, speaker inaanza kukoroma.
Maana yake hiyo speaker yenyewe sio original. Umeelewa? Haiwezi ukawa unaongeza sauti kidogo alafu speaker tayari inaita distortion. Either kuna tatizo la cable au speaker yenyewe sio nzuri. Unaona? Yes, kwa hiyo speaker nyingi ambazo sio nzuri, hizo ndo changamoto zake mara nyingi. Unakuta haiwezi kupata muziki mzuri, ndio maana ukutana na mtu mwingine anakuambia mimi siwezi kwenda kwenye harusi bwana, kelele nyingi. Unaona? Yaani unakaa kwenye harusi unasikia nauma, kichwa kinauma. Unaona? Vitu kama hivyo. Haina noma. Sasa Jose, mimi natamani kujua pia unafanya kazi na makampuni ya nje ya nchi, maana ya kudistribute huku vifaa vyao? Normally nafanya kazi na my agents. Kwa unakuta mtu anataka vitu labda Kenya, Uganda. Kwa agent wangu mimi ananiambia nimepata deal labda nataka speaker 10. So we talk about it, if kama kuna negotiation basi mimi nampatia yeye ana deliver. Lakini najua kabisa huu mzigo unakwenda sehemu gani. Yes. Okay, amna target kama ICAM kwamba na sisi sasa tumeona kuna labda dash sound funny sound, sasa hivi tuna wood brass music, like sasa ICAM uje na sound yake? We thought of that, lakini nakumbuka 2019 tulikaa chini na director tukakubaliana kufanya kampeni ya speakers zinaitwa Maki ambazo zinajulikana sana hapa mjini. Na huwezi kuweka pingamizi kwenye hilo. Hata ukimuuliza mtu yote anakuambia speakers zinapatikana sehemu East Coast Africa Music, pale ndo utapata. So we did the campaign mpaka watu wakazijua, watu walikuwa wasijui Maki. That was a big job tuliofanya, and I'm thankful for all the people ambao wametusupport during that time mpaka sasa hivi tulipofikia. Sasa hivi jina limekuwa kubwa, unaona. Yes. So now we are planning to do the same kwenye wood brass pia, kwa wale ambao wataweza kumudu hizo speaker kununua. Kwa hiyo tutazifanyia kampeni ya kutosha isiweze kufikia kiwango ambacho tuweza kufikia cha Maki. Okay. Mimi nachojua kuhusiana na East Coast Africa Music, wanauza vitu original. Yaani niliwahi kununua drums pale, nadhani ni shuhuda. Mpaka leo, sio ni mwaka wangapi na sijawahi kulalamika chochote. Mmetengeneza brand kwamba vitu OG vinapatikana hapa na nini. Ile kuta changamoto mtu kaja akatumia vitu siku 2-3, oya, hii mbona mieushu? Changamoto zipo kwa biashara yoyote. Ila kwetu sisi changamoto kama hizo zinatokea, ila tunachofanya tunaangalia is it manufacturing problem, sababu sio changamoto zote kwamba ni mtu anakuwa kwamba umempa kitu ni kibovu. Hapana, sisi vitu vyetu tunaamini kabisa ni venyewe na vinapimwa kabla havijaja kwetu na tuna uhakika navyo. Kwa hiyo ninapokupatia wewe nina uhakika kwamba kitu unachoenda kutumia ni genuine na hakina changamoto yoyote. Sasa unapopata tatizo, mimi nitaangalia tatizo lile linatokana na nini. Ndio maana you have to return it back, na ninakupa kabisa siku 7, angalia kama kuna changamoto yoyote, naomba nijulishe. Unaona, unaporudisha mimi nalifanyia kazi, either nikupe mpya kama ni changamoto ya manufacturing au kama ni tatizo la kibinadamu kwamba ana mteja mwenyewe ndo kafanya changamoto hiyo kutokea, basi inabidi yeye recover zile costs za kurekebisha kama inarekebishika, au if it needs replacement basi inabidi afanye replacement. Yes. Nafanya kazi pia na wasanii? Yes, tunafanya kazi na wasanii, lakini si unajua wasanii hawataki kwenda front. Sasa wanakuwa wanatumia watu ambao sisi tunawajua, na anakuambia uzuri wanasema wenyewe, bwana nimeagizwa kutoka sehemu fulani, kama ameagizwa kwa msanii fulani anasema. Kwa hiyo tunampatia kifaa na akifika lazima bwana msanii wetu amekipenda kifaa kizuri. Hapa wasanii wengi tu wakubwa tunawauzia. Kama nani? Barnaba ni mteja wetu mzuri sana. Yes, alafu pia we have Naril. Yes, producer na msanii, yeye na Aika ni wateja wetu wazuri sana. Lakini pia tuna producer mwingine anaitwa Aba, kuna Estukiz pia. Yes, lakini pia kuna Black Paida pia ni wateja wetu. Yes, Kasam Paida. Yes, ni wateja wetu pia, na I'm grateful for kumjua yeye. Yes.
Kwa hapo mlipofikia kama kampuni, target kubwa hasa kufika ni wapi? Tuna mpango wa kutekeleza kukava eneo la East Africa yote, lakini unajua selling high end products is not easy. Unajua sisi tumeshazoea, utaenda sehemu utakuta hichi kifaa bwana ni shilingi 10,000, mimi nina shilingi 5,000, tumeshazoea zile. Lakini ukija kwetu sisi tunakuwa tuna bei zetu elekezi. Unaona, sasa ukishaweka zile bei elekezi, mtu anataka bado bishane pale. Unaona, yes there is a room ya mtu kumpunguzia, lakini mtu anataka akukandamizi. Sasa sio tena sasa sile inakuwa sio biashara. Sasa mnashindwa kufanya biashara ni watu mfike katikati mweze kumaliza hiyo biashara. Aina ndio bwana. Shukrani sana kwa time yako Jose, imekuwa poa sana. Elimu amepata kuhusiana na hiyo sound. Na speaker bora ni ipi ama sound bora ni ipi, inakuwaje? Speaker bora lazima uangalie specification. Kikubwa kisha unaangalia specification na speaker zina uwezo gani, kwamba sometimes kuna speaker ambazo unaweza kaandikiwa specification of course tunaona kuna speakers zimeandikwa what's F6 lakini sio F6. Unaona, ukienda kupiga hapa unaona mbona huu muziki uongo. Kwa hiyo you have to consider specification, ndio zitakusaidia wewe kuchagua speaker ipi bora. Lakini pia unaangalia na sehemu unapoenda kununua. Ni kweli sasa hivi vitu vimekuwa duplicated sana. Unaona, kila mtu anajaribu kuangalia fursa kwa namna ya upande mwingine. Unaona, so you have to be careful with specifications hizo. Lakini pia knowledge ya kujua kifaa ni muhimu. Knowledge ni muhimu, lakini pia kutambua watu supplier ambao wana supply vitu ambavyo ni bora. Hicho ni kitu kingine, kwa sababu sio kila mtu anaweza kukuletea kitu bora. Mwingine anaweza kukuambia kifaa hichi hapa kinapatikana, yani mimi mfano nauza labda kifaa 500,000, mwingine anakuambia hichi kinapatikana tu laki na nusu. Laki na nusu, twende kachukue yako. Huko siwezi kusema sana huko, lakini unaona mwingine anakuambia ukiingia chimbo hapo unakipata. Sasa unajua hata mimi mwenyewe sometimes naogopa kudirect watu sehemu kwamba nenda sehemu fulani, kwa sababu mwisho wa siku wanakuja kukublame wewe. Unaona, kwa hiyo ambie tu kama una uwezo kuorder online, agiza. Sawa, nadhani ni elimu ya mwisho inabidi tumalizie. Nini kinachohitajika ama nini kinastahili kati ya ile sound ambayo inapigwa hapa, kama ni tamasha, watu hapa wanaisikia vizuri na wanaburudika bila kubugudhi watu wa nje na hapa, au ile ambayo inapigwa hapa watu wanaburudika na watu ambao wako hapa pia wako kule inawaburudisha, na ili wanaweza wakaja tena hapa? Kwa kweli mimi ninachoweza kusema ni sound ambayo inawaburudisha watu usika pale. Usipende kuwasumbua watu wengine, kwa sababu hata mimi mwenyewe nikiwa nimepumzika ukinipigia makelele mimi mwenyewe na mind, unaona nakasirika. Kwa hiyo usimkwaze mtu mwingine kwa sababu ya kutaka kufikisha ujumbe. Yes, kwa ni bora mradi tu umesha utangaza, umeshafanya social media platforms zimeposti na nini. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka wigo ule, usisumbue watu wakaenjoy pale. Alafu muziki mzuri, it's all about enjoyment. Upata surrounding yako pale, muziki unapigwa vizuri, yani watu wanacheza, yani watu wenyewe hata kama ni wachache watasema this was the best. Insta pia upo wewe binafsi? Yes, nipo. Kama Joseph Ngalo. Joseph Ngalo. Follow. Wanifollow tu, haina shida. Kampuni ni Ecam. Ecam TZ_. Aina noma. Shukrani kwa time yako. Asante sana. Tumefika na kwenye kibajaji chetu. Kibajaji. Aina noma. Jose au vibana, umemsikia akitoa elimu tosha kuhusiana na sound bora ni ipi na vitu gani hasa vya kuzingatia unapoenda kununua hiyo sound. Unakuta sound imeandikwa ngapi wakati sio kweli. Kwa hiyo inabidi uwe makini pia na watu wanaouza hizo pia, supplier ama distributor wa hizo sound. Na usihangaike sana, fika Ecam of course.
wako tu mitaa ya Mikocheni. Kama unaenda hii barabara ya Coca-Cola huko unasema, utaona bango kubwa na utachagua sound unayotaka, na kwa ushauri pia utapata. Hii ni KOP Kibajaji on Point. Tumefikia pale ambapo tunatakiwa kufikia. Inshallah kwa magari ya Mwita, magari ya Hot Zone au vipi bana. Mr. Hot Zone alikuwa nyuma ya kamera. Editor anaitwa Mukasa, mimi naitwa Kali Evara Kinara Imara, kiongozi wa msafara wenyewe wa Kambale Sean Khalifa. Kama ulikuwa hujui nakupa taarifa. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC2. Usiondoke.